miongoni mwa wanafunzi wa vyuo vikuu vinavyopatikana mkoa wa Mwanza. Kama walivyotangulia kusema wenzangu, nafikiri wamezungumzia mambo mengi mazuri ambayo kama nchi tunapaswa kuyafanya kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu, ambalo sisi kama vijana tunalihitaji liendelee mbele kwa sababu tunategemewa sana kama vijana kwenye taifa letu. Na sitakuwa na mambo mengi kwa sababu mengi yamezungumziwa na wenzangu. Zaidi mimi nataka tukufanya kwa ufupi sana, hasa nizungumzie tu swala zima kwamba kumbe nchi yetu kwa namna ambavyo tunaona kama wasomi inahitaji kufanyika mabadiliko makubwa sana kwenye nchi hii. Kwa namna gani mabadiliko yanatakiwa? Tunahitaji mabadiliko kwa vitu mbalimbali, hasa kama walivyotangulia kusema wenzangu, wamezungumzia swala zima la katiba. Kwa nini tunahitaji katiba ifanyiwe mabadiliko sasa kama walivyokuwa wanazungumza wenzangu? Wameonyesha mapungufu yanayoonekana kwenye katiba ya nchi yetu. Kumbe kama vijana na kama wasomi tumeona sasa kuna kila sababu na kuna kila nia ya kufanya mabadiliko kwenye katiba ya nchi yetu. Na katiba hiyo itatupa misingi ambayo ni kuwapa wananchi, ambayo itakuwa ni katiba ya wananchi na ambayo itaonyesha hasa misingi ya haki na uwajibikaji kwa viongozi. Tunahitaji viongozi wawajibike na hasa kwa wananchi ambao ndo wenyewe wahusika na ndo wenye nchi. Lakini pia tumeangalia swala zima la kama wasomi kwamba kuna shida kwenye utawala bora kwenye nchi yetu. Swala zima la utawala bora na uwajibikaji ni tatizo kwa kweli. Lazima tuwe wazi kama wasomi, na ni vitu ambavyo tumeviona. Vinaonekana dhahiri kwamba kuna shida katika misingi ya utawala bora na uwajibikaji. Kwa tunapaswa nchi yetu sasa tufanye mabadiliko ili utawala bora uonekane na uwajibikaji uonekane kwa viongozi. Wanapokuwa wanapewa majukumu, kutimiza majukumu ya umma, wasimamie na wawajibike kama inavyotakiwa na si vinginevyo. Na kwa misingi hiyo tunavyosema uwajibikaji ni pale tunapoenda kusimamia swala zima la rushwa. Haitakiwi tena kuwa kama kwa sababu rushwa ukiangalia kwenye nchi yetu ni kama ni kikwazo. Watu wanakuwa wanatumia nafasi zao kwa kuendekeza rushwa kwenye nchi yetu. Kwa hiyo tunatakiwa uwajibikaji uwepo na usimamiwe vizuri, lakini pia matumizi mabaya ya madaraka. Sisi kama wasomi tumeangalia hilo. Kwa mtu yeyote unaweza kutazama kwamba watu wengine wanapewa ofisi za umma lakini wanazitumia vibaya. Matumizi mabaya ya madaraka kwenye nchi yetu hayo yapo. Kwa hiyo tunahitaji mabadiliko ya vitu kama hivyo. Lakini pia tunahitaji mabadiliko kwenye swala zima la haki za kidemokrasia na uhuru wa vyombo vya habari. Kuna muda watu kusema inakuwa ni shida. Watu wanaogopa kuzungumza kwa sababu wanaona labda akizungumza, uhuru wa kuongea anaogopa kwamba nikizungumza labda mimi nitaonekana kama ni mbaya, labda naikosoa serikali. Lakini kama wasomi tumeona kuna kila sababu kuna kila sababu ya kusimama kwenye misingi ya watu kuwa na uhuru wa kuzungumza. Na unapokosoa ndipo unaposaidia kujua wapi pana shida, na mwisho wa siku tunajenga nchi yetu. Kwa sababu lengo letu ni kujenga na sio kubomoa. Tunahitaji kiukweli uwepo na uhuru au haki za kidemokrasia na uhuru wa vyombo vya habari kwa ajili ya kutoa taarifa kwa wahusika, na hii itatusaidia watu kujieleza na kukusanya au kukusanyika hata pamoja katika kuleta mawazo mazuri yanayoweza kuchangia taifa letu na uchumi wa nchi ukaenda mbele. Pia tunahitaji mabadiliko kwenye swala zima la marekebisho ya mfumo wa uchaguzi. Wenzangu wametoka kuzungumza. Tukiangalia nchi ya Tanzania, kiukweli kwenye swala la uchaguzi ni kwamba kama kuna shida kubwa sana, ambayo kama wasomi lazima tuzungumze ukweli, tusijifiche kokote. Kwa nini tujifiche, tusiongee? Na kama msomi umegundua kitu, umeona kabisa hapa kuna shida, na mtu naye soma lazima usaidie. Usomi kwa sababu tu wewe msomi kwa umesoma na urudi kakae na elimu yako, lazima uonyeshe kwamba kuna shida. Tumeona kabisa mfumo mzima wa uchaguzi hauko vizuri. Tunahitaji marekebisho kwenye mfumo wa uchaguzi. Kwa namna gani? Kuwepo na tume huru kama walivyosema wenzangu waliotangulia kuzungumza. Lazima tuwe na tume huru ambayo itaonyesha misingi mizuri ya usimamiaji wa uchaguzi, ambayo itaonekana kuwa na vitu ambavyo vinaleta changamoto na watu wanagundua kabisa hapa kuna shida kwenye swala zima la mchakato wote unaokuwa unahusiana na uchaguzi. Kwa hiyo kwa misingi hiyo basi, kumbe tume huru ni ya muhimu sana kwenye taifa letu. Hasa tukiangalia hali nzima ya mwenendo wa uchaguzi ambazo zimepita, zimeonekana kuwa uchaguzi ambazo zimekuwa na sintofahamu. Na hata wananchi, mtu wa kawaida kabisa ambaye hata yuko vijijini kabisa anakuambia hapa uchaguzi huu haujaenda kwa uhuru na haki. Kwa hiyo tuna kila sababu sasa ya kusimama kwenye misingi ya kufanya mabadiliko au kufanya mfumo wa uchaguzi uwe na marekebisho ya kutosha kwa kuwa na tume huru, lakini pia tuwe na uchaguzi huru na haki, na kila mtu atumie sasa nafasi yake au wajibu wake kama Mtanzania kupiga huru na akilizika kabisa kwamba kumbe nilichokifanya, nimechagua kiongozi ambaye mimi nilimhitaji kwa nafasi yangu na nimepewa kiongozi huyo niliyemchagua mimi.
Tusionekane, kwa sababu inaonekana kama nchi yetu kuna mifumo fulani ya uchaguzi inaingiliwa mpaka unafika sehemu watu wanaona kama uchaguzi, wananchi wanachaguliwa viongozi ambao wao kwa wakati mwingine hawahitaji. Sasa sisi kama wasomi tunashauri kuwepo na uchaguzi ambao ni wa huru na haki, na mabadiliko au marekebisho ya mifumo ya uchaguzi kwa ujumla yabadilishwe na sheria za uchaguzi ziwe nzuri. Lingine ni mageuzi ya kiuchumi. Tukitizama sana, ndugu waandishi wa habari na Watanzania kwa ujumla, nchi yetu kwenye swala zima la mageuzi ya kiuchumi, tunaangalia kuna vitu vingi sana vinakuwa viendi sawa. Usawa wa fursa kwenye nchi yetu hauendi vizuri. Mfano ukitizama kwamba swala zima la fursa zinatokea, lakini unaweza kukuta wanaopata fursa ni watu wachache sana. Kwa misingi kwamba naweza nikawa mimi namfahamu fulani ndo naweza nikamshirikisha kuna fursa. Fursa ziwafikie watu wa chini ambao ndo Watanzania, ili kila mtu anyanyuke kiuchumi, asimame awe vizuri. Tunahitaji Watanzania wote tusimame. Tuwe na maendeleo. Tusionekane kuna kundi fulani linaweza kuwa na maendeleo, kundi fulani halina maendeleo. Kwa hiyo tunahitaji Watanzania, kila Mtanzania ashiriki kwenye fursa zote zinazotokea kwenye taifa hili la Tanzania ambao ni nchi yetu. Hususan vijana tushirikishwe, wamama washirikishwe kwenye fursa zinazotokea, na wote wafurahie kwamba kuna fursa zimetokea kwenye nchi yetu na tunanufaika na rasilimali za nchi yetu. Kwa hiyo tunahitaji mambo kama hayo kwenye swala zima la mageuzi ya kiuchumi, na ukiangalia tukifanya hivyo tunaweza kupunguza umaskini, kwamba fursa zinapotokea vijana wakawashirikishwa, wakaonyeshwa kwamba kuna fursa hii pasipo ubaguzi, pasipo kupendelea. Kila kijana aonyeshwe fursa na ziwe wazi kwenye taifa. Naamini tutapunguza umaskini kwa hali kubwa, hata kama sisi wasomi tunaotoka vioni tunarudi mitaani tunakuwa tunalia kwamba ajira. Kumbe kukitokea fursa zikaonyeshwa kwa uwazi, hakika zitatupa namna nzuri sana ya kufanya vijana wainuke kiuchumi na hawatakaa kulilia ajira tena. Mwisho wa siku watajiajiri vizuri tu. Tukiangalia kitu kingine ambacho tunahitaji kiukweli katika mataifa, na kama wasomi tunashauri tufanye mabadiliko. Kwa nini tunasema mabadiliko? Kwamba tunazoimba hizi reforms zinazoona zinaimbwa hata na baadhi ya watu. Kuna kundi linaimba reforms, kuna lingine linaimba masuala tunatiki sijui Oktoba. Kumbe tunaweza kaangalia kwa nini kila kundi na umuhimu wake. Kama wasomi tumegundua kumbe kwamba hizi reforms ni muhimu hasa kwenye swala zima la utawala wa sheria na haki za binadamu. Ni kwa nini? Tunapozungumzia utawala wa sheria na haki za binadamu, hapa ndipo tunaposema kwamba tuhakikishe sheria za nchi zinatumika vizuri. Sheria itumike kwa usawa kwa watu wote, iwe sawa. Isitokee kwamba kwa sababu mtu fulani yeye ana kitu fulani au yeye ni kundi fulani, yani sionekane kwamba kuna kundi fulani ambalo lenyewe hata likifanya kosa haliwezi kuwajibishwa. Lakini wewe usiyekuwa na kitu, mtoto wa maskini ambaye wewe ni mtoto wa mkulima, wakati mwingine ukifanya kosa, hata kosa lenyewe linaonekana ni dogo, unaweza kubanwa na mwisho wa siku ukakosa hata haki za msingi. Kikweli tunahitaji sheria zifanye kazi kwa utawala ambao ni wa haki, na utawala wa sheria uwe vizuri. Binadamu na haki za binadamu ziheshimiwe. Matukio tumeyaona mengi kwenye nchi yetu. Kama wasomi lazima tushauri kwa matukio yanayojitokeza sio mazuri kwa taifa hili. Kwa sababu tunaweza kuona kama wasomi tukanyamaza nayo, lakini mwisho wa siku yakaja kuleta picha mbaya huko mbeleni tunakoelekea. Kwa nini tusiyasemea kama wasomi kwa matukio tunayoona yanatokea, unasikia sijui kuna watu wamepotea, sijui watu wamefanyaje? Lazima tuseme kwamba kama wasomi tunashauri kuwepo na mfumo mzuri ambao utalinda haki za binadamu, hasa wa Tanzania ambao wana haki na kila sababu ya kuishi kwenye nchi yao kwa uhuru na haki, na kutambua haki zao za kuishi, lakini pia na wao kutambuliwa na wapewe nafasi za kutoa maoni yao pasipo kuogopa, lakini zaidi kwenye swala zima la kuheshimiwa utu wao. Pia la mwisho, mimi niseme tu kwamba kama wasomi tumegundua kumbe Tanzania kama nchi ambayo sasa inapiga hatua za kimaendeleo kwa namna ambavyo tunaona, na wasomi wamekuwa wengi, na ukiangalia kizazi hiki tulicho nacho sio kizazi cha 1990 na kitu huko, kizazi cha 2000 hiki. Na kadri siku zinavyoenda tunahitaji watu wanazidi kufunguka akili sana, wanaelewa vitu kwa namna namna moja au nyingine kadri siku zinavyoendelea. Na ndio maana wasomi kama wasomi tunapokuwa tumeingia darasani kusoma tunajifunza mambo mengi, lakini hasa tunapaswa turudi tusaidie na tushauri. Tusiposhauri tutakuwa tunakosea sana. Kwa kumbe tunahitaji pia ugatuaji wa madaraka ni sehemu ambayo inatakiwa isimamiwe kama nchi. Tufanye kwa kweli namna ya kuweza kuonyesha misingi mizuri kwenye swala zima la kupeleka rasilimali kwa Watanzania wale wa chini. Nchi yetu ina rasilimali nyingi. Ugatuaji wa madaraka tunachomaanisha ni kwamba tufike sehemu madaraka yashushwe kwa viongozi wa chini, watendaji wa kata, watendaji wa vijiji. Isiwe tu wanakuja wale mambo yanaishia kwa mkurugenzi, sio yanaishia ofisi ya mkuu wa wilaya, mkoa huku chini hawafiki. Na wale watu kama watendaji wa vijiji, watendaji wa kata washirikishwe kwa mambo makubwa ambao kwa sababu ukija kuangalia wao ndo wahusika kabisa wanaokutana na jamii ya mwisho ile ya chini. Kwa tunahitaji
rasilimali zinapokuwa zinafanywa mgawanyo, hakika zifike kwa watu wa chini kabisa. Ukiangalia nchi yetu ni nchi ambayo ina rasilimali nyingi, tuna migodi, lakini vijana tunapaswa tunufaike na rasilimali kama hizo. Hatunufaiki kwa sababu ya misingi kwamba labda inafika sehemu kuna makundi fulani yanaweza akawa ndo yanapata manufaa, kwa sababu sisi kwa kijana kama nilivyotangulia kusema kwamba unakuta kundi fulani lenyewe linajibeba kwa sababu linajulikana, lakini kundi la watu wachache ambao ni maskini wanakuwa hawapati namna ya kujibeba au namna ya kujua au kutumia au kufaidi rasilimali za nchi yao. Ndugu zangu waandishi wa habari na Watanzania, sisi kama wasomi wa vyuo vikuu kutoka mkoa wa Mwanza tulipendekeza sana na tunashauri sana serikali isimamie vitu vyote ambavyo tumevizungumza. Vinaweza vikawa ni vitu vya msingi na vinaweza vikasaidia taifa letu likaenda mbali na mwisho wa siku tukapata maendeleo mazuri, na hasa kuwakomboa vijana ambao ni taifa la leo. Mimi sisi kama vijana ni taifa la kesho, ni taifa la leo. Na niseme tu kwa kuhitimisha kwamba katika nchi hii ya Tanzania tukubali tukatae, mabadiliko ni muhimu sana kwa kipindi hiki tulichofikia. Ukweli kwa namna moja ama nyingine dunia inaenda kwa kasi sana. Tunahitaji mabadiliko katika nchi yetu, na mabadiliko haya yanapaswa kutazamwa kwa uzito mkubwa sana. Lakini sio maneno tu. Tusibaki kusema maneno kwamba tunafanya mabadiliko kama ambavyo ilitokea katiba ambao Jaji Sinde Warioba alisimamia na ikawa ni maneno, mwisho wa siku kaishia njiani. Tuache kusema maneno. Yaani kama taifa tufike sehemu, sisi kama wasomi tunashauri tuache maneno, tufike sehemu tufanye kwa matendo. Na mabadiliko haya yakifanyika kwa matendo, yatawapelekea wananchi wa kawaida kabisa ambao ni wale wa chini na ndio wenye nchi yao wataweza kunufaika. Na ili tufanikiwe kwenye mabadiliko ya taifa hili la Tanzania, lazima tufanye mabadiliko kupitia maridhiano. Wala sio kusema grupu fulani au kundi fulani lina nguvu sana. Lazima tufanye maridhiano. Maridhiano yatatupa katiba nzuri, yatatupa kila kitu tunachokihitaji katika nchi kwa maendeleo ya taifa la kesho. Lakini pia lazima kuwepo katika mabadiliko hayo uwajibikaji na uwazi katika uongozi au watumishi wa umma. Niseme mengi, mimi niishie hapo kwa sababu sisi kama wasomi tumeamua kushauri serikali yetu, na tunahitaji tufanye vitu kwa sababu nchi ni ya kwetu na tunahitaji kuijenga. Naomba sasa kwa machache hayo nimkaribishe Mheshimiwa